23. From verse 20 onwards, we are moving, and we reached at verse 39 to 43. That is where we reached last time. And I will decree the blessings that we received yesterday from the two mega prophets of Yahweh. I will decree them here. The celebration was very powerful. The mega prophets of Yahweh walking with 150 cripples following him like this. And the HIV and the AIDS healed people also came and gave thanks to God for deleting HIV and AIDS from their blood. The blind walked with the men of God. But they almost over 30 of them. Hallelujah. Many deaf ears that were open, people who are deaf, walked with the mega prophets of Yahweh as they marched outside the gate and coming back. It was a celebration. It was very powerful. Let us clap for the Lord. We really enjoyed the presence of God. Hallelujah. So blessed people. Part 3. The final journey to the cross. Luke 23. Luke 23. Luke 23 verse number 39. The Bible says, one of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Mmoja wa wale wahalifu waliosulubiwa pamoja naye akamtukana akasema, wewe si ndiye Kristo, jiokoe mwenyewe na utuokoe sisi. Verse 40. Mstari wa 40. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence. Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akisema, je, wewe humwogopi Mungu wakati uko kwenye adhabu hiyo hiyo? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. 41. Sisi tumehukumiwa kwa haki kwa kuwa tunapata tunayostahili kwa ajili ya matendo yetu. Lakini huyu mtu hajafanya kosa lolote. He has done nothing wrong. Hajafanya kosa lolote. Verse 42. Then he said, kisha akasema, Jesus, Yesu, remember me when you come into your kingdom. Unikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Verse 43. Jesus answered. Yesu akamjibu. Jesus answered him. Yesu akamjibu, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Amini nakwambia, leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Wow. Can we give the Lord a clap offering, a bigger offering, a big clap offering unto Jehovah himself, Jehovah our God, for sending us Jesus to be hanged on the cross for us. Clap for Jesus, somebody, all of us. Today this message is going to bless you in another level. Hallelujah. Hallelujah. Blessed people. Now, this is Jesus on the cross. Jesus on the cross. And on his right and on his left are criminals, two criminals. Hallelujah. Hallelujah. Are two criminals crucified with him. The Messiah, the Lamb of God. Hallelujah. Hallelujah. Now he says,
criminal, ya kwamba huyu mhalifu, one criminal, mhalifu mmoja, raising his head and looking the other criminal on the other side of Jesus. analua kichwa yake na kutazama ule mhalifu mwingine aliye upande mwingine wa Yesu. He has heard him speaking. Amemsikia akiongea. And the words he was speaking Na maneno alikuwa akisema are words of insult. ni maneno ya kudhihaki. ya kudhihaki. What are those words? Hayo ni maneno gani? The words in verse 39. Maneno katika mstari wa 39. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Mmoja wao walifu waliosulubishwa pamoja naye akamtukana akisema, wewe si ndiye Kristo? Save yourself and us. Jiokoe mwenyewe na utokoe na sisi. That was insult. Hiyo ilikuwa ni kutukana, madhihaka. Madhihaka. Kudhihaki. And then as he was hanging on this side, Alipokuwa amesulubishwa hiyo upande mwingine, he heard him speaking to ule Jesus. mwingine akamsikia akiongea na Yesu. And then he raises his voice and rebuked him. Na yeye pia kainua sauti yake na akamkemea. But something that shocked me is this. Jambo ambalo lilishangaza ni hili. I read for you in the book of Matthew 27, 38 to 44, and the book of Mark 15, 27 to 32. The same criminal that is rebuking the other time is the same one that was also insulting Jesus. Niliwasomea kutoka katika kitabu cha Mathayo na Mariko ya kwamba huyo mhalifu ambaye anamkemea mwenzake pia ni yeye pia alikuwa akimtukana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. But something has happened here. Lakini kuna kitu ambacho imetendeka hapa. Jesus Yesu did not take the whole day on the cross. hakuchukua siku nzima msalabani. No. I want you to see what is happening between these two criminals. Nataka muone nini inafanyika kati yao wahalifu wawili. Within a short period of time, Kwa muda mfupi sana, something has happened. kitu kimetendeka. That I will explain for you here. Nitawaelezea hapa. Between these two criminals, Kati ya hao wahalifu wawili, one mmoja has been just visited by the flowing blood of Jesus. mmoja ametembelewa na damu ambayo ilikuwa inatiririka ya Yesu. The work of the cross has started immediately. Kazi ya msalaba ilianza kazi mara moja. Saving the sinners Kuokoa wenye dhambi. that has accepted the blood of Jesus. Ambaye alipokea damu ya Yesu. Clap for the Messiah. Pigia misimu. Because Kwa sababu when they were going like this, wakati walipokuwa wanaenda hivyo, going to be crucified, wakienda kusulubishwa, everybody follow me. kila mtu atazama. As they were going to be crucified, Walipokuwa wanaenda kusulubishwa, Jesus is carrying his cross. anabeba msalaba wake. The other criminal Wale wahalifu wengine carrying his cross. wanabeba msalaba And the zao. other one also carrying his cross. Anabeba yake. They are heading to a place of skull. Wanaelekea pahali pa kusulubishwa. Hallelujah. Hallelujah. The crucifixion mountain. Pahali pa mlima wa kusulubishwa. Hallelujah. So they are going there. Kwa hivyo wanaenda pale And this criminal, na huyu mhalifu they are still not talking. bado hawaongei. But on the moment they are all crucified there, Lakini wakati tu ule wamesulubishwa pale, then this one kisha mmoja wao hurling insults, anatusi Yesu. and the other one also throwing Na insults. ule pia mwingine pia anatukana. And as they prepared the crown of Na thorns, walipokuwa wanaandaa hiyo taji ya miba, taji ya miba and placed on the head of Jesus, kuweka juu ya kichwa cha Yesu, and the blood started flowing. na damu ikaanza kutiririka. Everybody follow me very keenly. Kila mtu anafuata. Blood started flowing. Damu ikaanza kutiririka. All of them are on the cross. Wote wako msalabani. Jesus Yesu and the two thieves. na wale wahalifu wawili. The blood is flowing Damu inatiririka because of the thorns that has pierced the head of Jesus. The head of Jesus. kwa sababu ya miba ambayo imedunga kichwa cha Yesu. Listen, somebody. Sikia mtu. And the nail pierced hands. Mkono ambayo ilipigwa msumari. The blood is now flowing. Damu pia inatoka pale. The blood is flowing. Damu inawagika. Look here. Tazama hapa. And the hands of Jesus. Na
miguu ya Yesu the blood is flowing. damu inatiririka. But shocking enough, Lakini ya kushangaza sana, something has just happened abruptly, instantly. jambo imefanyika ghafla bin vu, That this blood ya kwamba hii damu has touched the other thief imeguza ule and mhalifu changed his life immediately. na ikabadilisha maisha yake saa hizo. Hallelujah. 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 Let us clap for Jesus. Tupigie Yesu makofi. The power of the blood Nguvu ya damu has started saving a sinner. imeanza kuokoa mwenye dhambi. Hallelujah. Hallelujah. Now you see, Sasa unaona this sinner, huyu mwenye dhambi after he has been touched, baada ya kuguzwa, now he hears sasa anasikia the words maneno of the other thief, the insult, ya yule mwizi mwingine, the insults ile matusi yake from the other thief. kutokana kwa ule mwizi mwingine. And now Na sasa he has become angry with him. sasa amekasirika naye, But the other time, lakini hapo mbeleni they were in one direction. walikuwa pamoja kwa mwelekeo mmoja. Does it mean Je, inamaanisha that the moment ya kwamba wakati you walk with corrupt people, ukitembea na watu ambao wako na ofisi you become corrupt? utakuwa na hiyo hali. The Bible says, Biblia inasema bad company, kundi baya, kikundi baya, kundi baya corrupts good morals. inaharibu tabia nzuri. Kikundi mbaya huharibu tabia njema, tabia takatifu. Kikundi baya huharibu tabia njema. Hallelujah. Hallelujah. Now look here. Sasa tazama hapa. They were together. Walikuwa pamoja. Then he turned his life and gave to Jesus. Akabadilisha maisha yake akapatiana kwa Yesu. Okay, I will tell you how he gave his life to Jesus. Jinsi gani alipatia maisha yake kwa Yesu? Because Kwa sababu you hear him saying some words, tunamsikia akisema maneno mengine which means ambayo inamaanisha I recognize ninatambua the lordship, lordship of the Messiah that is hung on the cross. ninatambua uungu wa Yesu ambaye amesulubishwa msalabani. He recognized Alitambua the lordship of Jesus and the saviorship of Jesus. alitambua ubwana wa Yesu na kuokoa kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And by that, Na kwa hiyo now Jesus sasa Yesu told him, akamwambia, not tomorrow, sio kesho but today, bali ni leo you will be with me utakuwa pamoja nami in paradise. paradisoni. Hallelujah. Hallelujah. He says, Anasema he's rebuking the other thief for speaking things he used to speak. anamkemea yule mwingine kwa kuongea maneno ambayo yeye pia alikuwa akisema. But that happens because he has just met the flowing blood of Jesus. Hiyo ilifanyika kwa sababu sasa alikuwa amekutana na damu ya Yesu ambayo ilikuwa inatiririka. God Mungu had already provided his son to take away the sins of men once and for all. Mungu tayari alipeana Yesu aweze kuchukua dhambi za binadamu na waokoe wote. Both of the criminals had insults at Jesus. Then as time passed by, then one of the criminals changes his mind. Wezi wote wawili walikuwa wakimtukana Yesu, lakini vile muda ilikuwa inaendelea, mmoja wao akabadilisha mawazo yake. One changes his mind. Mmoja akabadilisha mawazo yake. And that is what is going to happen in our lives here today. Na hilo kitafanyika katika maisha yetu hapa. Some of you here are going to change their mind and give their lives to Jesus. Baadhi yenu hapa watabadilisha mawazo yao na patia maisha yao kwa Yesu. And say, Na waseme, no. hapana. I have loved the world too much. Nimependa duniani sana. I have to give my life to Jesus fully and follow him. Sasa lazima nipaane maisha yangu kamilifu kwa Yesu na nimfuate. He met the grace of God on the cross and changed his life eternally. Alikutana na neema ya Yesu msalabani na ikabadilisha maisha yake milele. The grace of God. Neema ya Mungu. That unmerited favor on the cross. Hiyo neema ambayo haina kipimo msalabani. Hallelujah. Hallelujah. We were all sinners. Sisi wote tulikuwa ni wenye dhambi. We were all sinners. Tulikuwa wenye dhambi. The worst sinners on the earth. Dhambi wabaya duniani. But that grace, Lakini hiyo neema, when we look at that grace, kitazamia hiyo we neema, accepted the grace. The grace changed our lives. neema inabadilisha
kubadilisha maisha yetu, purified us, inatakasa, sanctified us, inatutakasa, made us holy, tuweka watakatifu, accepted by the Father, tunapokelewa na Baba, and ready to enter the kingdom of God. ili kuingia katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Yesu makofi. He was transformed instantly by the flowing blood of Jesus. Alibadilishwa ghafla kwa damu ya Yesu ambayo ilikuwa inatiririka. The word that came out of his mouth is a true testament of what has happened inside of him while hanging on the cross. Maneno iliyotoka mdomoni mwake ni Shuhuda kamili. Ni shuhuda kamili ya kubadilishwa kwake msalabani. Hallelujah. Hallelujah. I repeat that. Narudia. This is very powerful. The words that came out of this criminal, maneno ambayo came out of the mouth of this criminal, ambayo toka katika kinywa ya huyu mhalifu, is a true testament ni shuhuda ya kweli of what has happened inside of him while hanging there on the cross. ile ilifanyika ndani yake wakati amesulubishwa pale msalabani. Hallelujah. Hallelujah. Blessed people. Watu wabarikiwa. He spoke some words. Tunanena maneno mengine. He spoke some words Alisema maneno mengine that shows us ambayo inatuonyesha that actually ya kwamba kwa hakika this man huyu mtu hanging here ambaye amesulubishwa pale has been visited by Jesus. ametembelewa na Yesu. Now you hear them, Sasa unasikia those that have been visited by Jesus, unasikia wale ambao wametembelewa na Yesu when they speak, wanaposema they speak differently. wanaongea tofauti. Hallelujah. Hallelujah. When they speak, Wanapoongea they speak about Jesus. wanaongea kuhusu Yesu. When they speak, Wanapoongea they speak about the kingdom of God. wanaongea kuhusu falme wa Mungu. When they speak, Wanapoongea they speak about the coming of the Messiah. wanaongea kuhusu kurudi kwa Masihi. When they speak, they Wanapoongea speak about the love of God. wanaongea kuhusu upendo wa Mungu. When they speak, they Wanapoongea speak about the cloud of God that has descended. wanaongea kuongea wingu ya Mungu ambayo imeshuka. When they speak about the cripples that have been raised by the blood of Jesus on the cross. Wanaongea kuhusu viwete ambao wamenunuliwa na damu takatifu ya Yesu. When they speak, Wanapoongea they speak about the eternity of their lives wanaongea kuhusu umilele wa maisha yao in the kingdom of God. katika ufalme wa Mungu. Will you clap for Jesus? Somebody. Hallelujah. Hallelujah. Now, Sasa when a person receives Jesus, wakati mtu anampokea Yesu, then he miraculously changes kimiujiza anabadilika in such a way that no man can understand. kwa njia ile ambayo mtu yeyote hawezi akaelewa. Yesterday you knew this person as very bad, Jana ulijua huyu mtu kama mtu mbaya sana, and then today he comes to the service, lakini leo anakuja katika ibada, hears the message, amesikia ujumbe, changes his life, anabadilisha maisha yake, and then you are like, alafu unasema na ni yeye kweli, na ni yeye kweli, na ni yeye kweli ni yeye kweli, amebadilika hivi. amebadilika. What has happened? Nini imefanyika? The blood of Jesus has made the difference in his Damu life. ya Yesu imeleta utofauti katika maisha. Imeleta utofauti. Imeleta utofauti. Imeleta Imeleta utofauti utofauti katika maisha yake. katika maisha yake. Hallelujah. Hallelujah. Look here. Tazama hapa. There are some people Kunao watu wengi in the Bible katika Biblia that were changed miraculously ambao walibadilishwa kimiujiza in a way that you cannot even tell. kwa njia pia huwezi ukaongea. You knew me as a murderer, Ulinijua kama muuaji, but when you meet me now, lakini ukikutana mimi sasa you get shocked. unashangaa. I don't kill people anymore. Siui watu tena. I don't murder people anymore. Siui watu tena. I don't lie anymore. Sidanganyi tena. I don't gossip about people anymore. Sisengenyi watu tena. I am changed. Nimebadilishwa. So what you were expecting in me, Kwa hivyo kile ulikuwa unatarajia kutoka kwangu, brother, ndugu, sister, dada, I am no longer the same. mimi sasa si kama kawaida. The blood of Jesus has made a difference in my life. Damu ya Yesu imeweka tofauti ndani ya maisha yangu. Mwambie jirani, sio vile ulikuwa ukinijua. Nimebadilika nami. Wewe amini tu nimebadilika. Kwa sababu it is a miracle. You cannot even tell. You cannot even tell. Okay, how can you tell me somebody is walking this way, going to arrest the people of God, put them to jail, meet them on the way as he was going, meeting the light struck him, and then now he says Jesus is Lord. Unawezaje
kuniambia mtu alikuwa ametoka aenda washika wa Kristo, lakini katikati ya njia anakutana na Yesu alafu anasema Yesu ni Bwana. How can you tell that? Je, unaweza semaje hivi? Okay, mtu amevaa tai kama mimi anasema sasa soldiers kuja, ukuje karibu. Senior pastors come. Hao watu wametusumbua sana, wanahubiri injili hapa ya Yesu. Sasa twende tuwakamate kila moja, wengine tunaweka jail, wengine wanapigwa wanakufa, wengine wanawekwa korokoroni huko. And then tunajipanga kurumisha gari, tunaenda. Then on the way to Kienda, then all of a sudden just one touch like this. Jiani tukienda alafu anaguzwa tu mara moja. One touch like this. Nguzo moja tu. Nguzo moja tu. Then somebody wakes up and say, Jesus Christ is Lord. Kisha mtu anaamka anasema Yesu Kristo ni Bwana. I love the blood of Jesus. Napenda damu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Now let us look. Let us see the book of Acts 22 verse number 4. Kitabu cha Matendo ya Watume mstari wa 20 mstari wa 2. I'm talking about in this part 3. Ninaongea kuhusu hii sehemu ya 3. Everybody look here. In this part 3, hii sehemu ya 3. I am discussing the miraculous conversion of a thief, of a criminal. Ninaongea kuhusu kimiujiza ya huyu mwizi kubadilishwa. The way he was miraculously changed. Jinsi amebadilishwa kimiujiza. The church too Kanisa pia can be miraculously changed. Inaweza kubadilishwa kimiujiza. And enter the kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. Like this criminal. Kama huyu mhalifu. Where Jesus said, Ambaye Yesu anasema, not tomorrow, sio kesho. today you will be with me in paradise. Leo utakuwa na mimi paradisoni. Some people are not clapping for Jesus. I don't know why. Hata vigelegele. Sasa Mama Lilian anasema hivi sitapiga vigelegele. Ninasikia tu injili. Hey! Hallelujah. Hallelujah. The book of Luke, I mean Acts. Kitabu cha Matendo. Let us see how this man was miraculously changed by the power of the blood of Jesus, by the power of Christ Jesus. Jinsi huyu mtu alibadilishwa kimiujiza na damu ya Yesu. Acts 22. Matendo ya Mitume 22. Acts 22. Matendo ya Mitume 22. Verse number 4. Mstari ni wa 4. The Bible says, Biblia inasema, verse number 4. mstari wa 4. I persecuted the followers of this way to their death. Niliwatesa watu wa njia hii hadi kufa. Arresting both men and women and throwing them into prison. Kiwakamata waume na wake na kuwatupa gerezani. That is why, Mimi, I always don't believe that there is nobody on the earth that the blood of Jesus cannot change. Nobody. Hata kama ni kichwa ngumu namna gani, let us just pray. The blood of Jesus has power to change everybody. It does not matter whether you are a criminal, whether you are a murderer, whether you are a sexual immoral, whether you are selling your body, whether you are doing what, whether you are a muganga or you are what. The blood of Jesus flowing on the cross has power to change our life forever and ever. Damu ya Yesu iko na nguvu kubadilisha maisha yetu milele na milele. It does not matter. Haijalishi. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. I love the blood of Jesus. How many love the blood of Jesus? The blood must make a difference in our lives. And that is why we are going out. I was praying and asking Jesus, Lord, give me power. Give me power. I am ready to go out now. But when I meet a drunkard, I will tell them, you drunkard, kukunywa pombe iishe leo. Na kienda kujaribu kukunywa, inatoka inagida. Akijaribu, pakaseme, Jesus is Lord. Hallelujah. The blood of Jesus. Somebody give the Lord a mighty answer. There is no power on the earth that can defeat the power of the blood of Jesus. They can advise you. Let us take your husband to where? Pale Nairobi inaitwa nini? Rehabilitation center. Rehab. Wacha tumpeleke Koturi
rehab. Wacha tumpeleke rehab. Hii sasa imeshindikana. Hii sasa imeshindikana. But let me tell you, Lakini wacha nikwambie. just tell them, Waambie. we have a rehab center here. Tunayo rehab mali hapa. There is no need for us to go to Nairobi. Hakuna hitaji kwetu kwenda Nairobi. Nairobi is very far. Nairobi ni mbali. Kama imewashinda daktari, Kama imewashinda madaktari. there is a rehab here. Kunayo rehab mali And hapa. that rehab Na hiyo rehab is called inaitwa Manyata Mena Ota Madhabahu Makuu ya Manyata Rehabilitation Center, Rehabilitation. where all people Mahali ambapo watu ambao wameshindikana ambao wameshindikana wanapatikana pale, wanatengenezwa na damu, wanaoshwa na damu, wanasafishwa na damu, wanatakaswa na damu, wanasafishwa na kusafishwa. na wanafanywa kuwa the Na same. wanafanywa kuwa wateule. Wakishaoshwa, Watakapooshwa. unaona sasa ameshika microphone. Unaona ya kwamba sasa ameshika kipaza. Yeye ni translator. Yeye ni Ati sasa yeye anaitwa, ya kwamba sasa yeye anaitwa mimi ninaitwa sister who? Sister Esther. Ameoshwa na damu. ameoshwa kwa damu. Ametakazwa na damu. Ametakazwa kwa damu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Hey. He says, Anasema, I've been killing the people. nimekuwa nikiwaua watu. I persecuted the followers of this way. Nimewatesa watu wa njia hii. Which way? Njia gani? Stop there a bit. Komea hapo kidogo. He says, Anasema, I persecuted the followers of this way. nimewatesa watu wa njia hii. Which way? Njia gani? The way to the kingdom of God. Njia ya kuelekea katika ufalme wa Mungu. Number 2. La pili, They are the people that walk the pathway to the kingdom of Yahweh. wao ndio watu ambao wanatembea katika njia ya kuelekea katika ufalme wa Yahweh. Number 3. La tatu, They are the born again Christians. wao ndio watu ambao wameokoka, Holy Spirit filled. ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu, Going to the kingdom of God. wakielekea katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Those are the people that walk on that way. Hao ndio watu ambao wanatembea katika njia hiyo. So he confesses by saying Kwa hivyo anakiri kwa kusema that I persecuted these ya people. kwamba nimewatesa watu And hawa, the reason why he persecuted the church, na sababu yake kuwatesa kanisa, that when he sees Pastor Millicent preaching the gospel, amemchukia tu. ya kwamba anapoona mchungaji Millicent akihubiri injili anamchukia tu, Then anamkamata anaweka prison. kisha kumkamata na kumweka gerezani. But guess what? Lakini kisia You nini? Pastor Millicent, just go to the prison. Wewe The mchungaji, blood is about to speak on your behalf. nenda tu kwenye gereza na As you enter the prison. kwa niaba yako. Unapoingia As gerezani, you enter the prison, unapoingia gerezani, then the blood of Jesus basi damu ya Yesu meets him on the way inakutana naye and njiani struck him. na kumkonga, And he says, na anasema, I am the one who took Pastor Millicent to the prison. mimi ndiye niliyempeleka mchungaji Millicent. Oh, the God that she serves. Mungu ambaye anayemtumikia, Hey, that God visited me. huyo Mungu amenitembelea. I am no longer the same. Si yuko sawia tena, I am no longer the same. si yuko sawia The tena. blood made a difference Damu imeleta utofauti in my life. katika maisha yangu. The blood Damu, of Jesus. damu ya Yesu. No. I'm talking about the miraculous conversion, changing of a criminal. Ninazungumza kwa kubadilishwa kwa kimiujiza kwa yule mhalifu. Miraculously. Kubadilishwa kwa kimiujiza. In fact, Hata hivyo, if you want to see a miracle, unapotaka kuona miujiza, then look at the cross, basi tazama msalaba, see the criminal tazama yule mhalifu that is saying, ambaye anasema, abusing Jesus, anayemtukana Yesu, insulting Jesus, anamdhihaki Yesu, and then the blood of Jesus kisha damu ya Yesu touches him on the cross, inamguza pale and msalabani, he says, na anasema, Lord, Bwana, remember me nikumbuke in your kingdom. katika I'm ufalme going, wako. I'm going to explain for you why he said those words. Ninaenda kuelezeni kwa nini alisema maneno hayo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Christ. Yesu ni Bwana. He says, I persecuted them to death, Niliwatesa hadi kifo, arresting both men and women and throwing them into prison, nikiwakamata waume kwa wake na kuwatupa gerezani. as the high priest and all the council as the high priest and all the council can themselves testify. Kama kuhani mkuu na baraza zima la wazee wanavyoweza kushuhudia kunihusu. I even
obtained letters from them to their associates in Damascus, and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. Hey. Hata nilipokea barua kutoka kwao kwenda kwa ndugu wale wa Damaski, nami nikaenda huko ili kuwaleta watu hawa Yerusalemu kama wafungwa ili waadhibiwe. Hey. About noon, as I came near Damascus, nilipokuwa njiani kuelekea Damaski, about noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. Nilipokuwa njiani kuelekea Damaski, yapata saa 6 mchana, ghafla nuru kubwa kutoka mbinguni ikanimulika kote kote. I fell to the ground. Nikaanguka chini. And I heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Who are you, Lord? I asked. Nikamjibu, wewe ni nani Bwana? I don't know. I don't know what happened, because this one is a miracle. Hii pia ni miujiza. Because kwa sababu a persecutor of the Church of Christ, yule anayewatesa washirika wa kanisa, miraculously changes and now identify Jesus as Lord. Miujiza anabadilika. That is a miracle there. Clap for Jesus. Hiyo ni miujiza mahali pale, pigie Bwana makofi. Hallelujah. Hallelujah. Mwambie jirani, nani wewe amini watu hubadilika. Watu wanakutana. Usinionage mimi ni mbaya wa last year. Watu hubadilika. Watu hubadilika. Nimekutana na Yesu. Nimekutana na Yesu. Na nimebadilishwa. Na nimebadilishwa. Shida, mwambie shida yako ni kuonanga makosa, wewe uonangi watu wanabadilika. Mwambie shida yako ni kuonanga makosa, hauoni watu wakibadilika. Wakikutana na Yesu. Wakikutana. Na nitakwambia kwa nini. Hallelujah. Hallelujah. Today we must have faith in the blood of Jesus. He is able to change even the stiff-necked. Wale wamekaa kichwangu unaambia nani cheza keyboard sichezi. Lazima leo tu utacheza siku moja utakutana na damu. Na wakati anakutana na damu shingo imelegea. Sasa anacheza keyboard. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us clap for Jesus. Power in the blood of Jesus. Power in the blood of Jesus. There is power in the blood of the Lamb. Power in the blood of Jesus. Hey, Lord. Who are you I'm persecuting? I am Jesus of Nazareth. Mimi ni Yesu wa Nazareti. Whom you are persecuting. Unayemtesa. He replied. Akajibu. Now see the problem of your neighbor. This is now the problem of your neighbor. Why he will not believe that you have been changed. Listen. He continues to say, my companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. They have not understood the voice that has changed you. They have not understood the Jesus you have met. Anasema, basi wale watu waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia sauti ya yule aliyekuwa akisema nami. Ati ni yule Bishop Martin tu tunamjua last year but 2. Ati ni yule tu overseer tunajuanga last year but 1. Wewe nani? Nimekutana na Yesu. Excuse me. Na nasema nimekutana na Yesu. Ni Martin aliyebadilishwa. Si wewe uamini. Na kama uamini hiyo basi uamini damu ya Yesu pia. Sasa hapo huwezi piga makofi. Sasa hapo tu unasema damu ya Yesu inaamini, lakini wewe siamini, umebadilika. Wewe ukatae ukubali, injili itasonga mbele.
kubadilisha watu kama Martin. Wapi makofi kwa Yesu? Iende mbele injili ya Yesu. Iende mbele injili yo. Iende mbele injili ya Yesu. Yabadilisha injili yo. Yabadilisha injili ya Yesu. Na hiyo wimbo unapoketi, angalau uamini kweli injili inaweza badilisha mtu. The miracle conversion of this criminal. Kubadilishwa kwa miujiza kwa huyu mama. Tell me one thing. Niambie jambo moja. That he met the word of God crucified on the cross. Ya kwamba alikutana na Neno la Mungu iliyosulubishwa msalabani. Iliyosulubishwa msalabani. That is what I'm talking about here today. We are not going to furaha.
Bishop Martin ati angekuwa hapa pastor. Viva Lord Bishop. Injili. Nani? Watu hubadilika. Watu hubadilishwa na injili. I don't hear this thing. As we are finishing it. They all fell to the ground, but only Saul was able to hear the voice. Wote walianguka chini, lakini ni Sauli peke yake alikuwa na uwezo wa kuona nuru, kuona Yesu. Chapter 20, kusikia sauti. Chapter 26 verse 14. The book of Acts. 26:14. That is why don't always judge people. You are the one that heard the voice and received Jesus. Don't judge this one. Don't judge the other. You might not have the voice that changed him. When somebody comes and say, I have met Jesus and today I am changed, you don't worry about that person. Just allow that person to remain in Jesus. Maybe he had a voice that you did not hear. Hallelujah. Hallelujah. He says, 26 verse 14. Listen. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the gods. Well, anasema wote tulipokuwa tumeanguka chini, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Ni vigumu kwako kupiga teke
chokoo. No. Then I asked, who are you, Lord? I am Jesus whom you are persecuting. Kisha nikauliza, ni nani wewe Bwana? Naye Bwana akajibu, ni mimi Yesu unayemtesa. Verse 17. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Anasema, nitakuokoa kutoka kwa watu wako na watu wa mataifa ambao ninakutuma kwao, uyafumbue macho yao ili uwageuze kutoka gizani waingie nuruni, na kutoka kwenye nguvu za shetani wamgeukie Mungu, ili wapate msamaha wa dhambi na sehemu miongoni mwa wale wanaotakaswa kwa kuniamini mimi. What can we learn from there? Je, tunaweza jifunza nini toka hapo? You hear now, when they all fall to the ground, unasikia ya kwamba wote walipoanguka chini, but only Saul had the voice, lakini ni Sauli peke yake alisikia sauti talking to him. Ikinena naye. Blessed people. Watu wabarikiwa. You can just see people sitting here. Unaweza kuwaona watu wakiwa wameketi mahali hapa and fail to understand why they came to church. Na ukose kuelewa ni kwa nini walikuja kanisani. Somebody had a voice. Mtu alisikia sauti. And he decided to change. Na akafanya uamuzi wa kubadilika. And come to the church. Na akakuja kanisani. Let us stop judging people by the physical face that we see. Wacha tukome kuhukumu watu kwa kutazama tu mwili wa kiasilia. The people that surrounded Saul, watu ambao walikuwa wamemzunguka Sauli, did not have any encounter with the voice. Hawakukutana kote na ile sauti. They saw the light. Waliona nuru. But they did not have any encounter with the voice. Lakini hawakukutana na ile sauti. The voice specifically spoke with Saul. Sauli haswa ilinena na Sauli. And that is the transformation of Saul. That is where the transformation of Saul started from. Hapo ndipo kubadilishwa kwa Sauli kulitoka. That voice, hiyo sauti, is the voice of Jesus. Ni sauti ya Yesu. That voice, hiyo sauti, has power ina nguvu to transform a person. Kubadilisha mtu. That voice, hiyo sauti, has a power ina nguvu to change a person. Kubadilisha mtu. To remove person, kutoa mtu from drunkenness, kutoka kwa ulevi, to be filled by the Holy Spirit. ili aweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. That voice, hiyo sauti, is the voice hiyo sauti that spoke ambayo ilinena in the beginning. Ilinena hapo mwanzo. Was the word. Kulikuweko na neno. And the word naye neno was with God. Alikuwa pamoja na Mungu. And the word naye neno became God. Akafanyika Mungu. And through this word, na kupitia hili neno, everything, kila kitu existed. Iliweza kuumbwa. Hallelujah. Hallelujah. He spoke alinena through that word kupitia hilo neno and said, na akasema, let there be. Wacha iwepo. And it was so. Na ikakuwa hivyo. According to that word. Kuzingatia neno lake. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. The word of God. Neno la Mungu. That word. Hilo neno can change somebody here. Inaweza badilisha mtu hapa leo. Hallelujah. Hallelujah. Now look. Sasa tazama. Salvation. What we can learn within that scenario, what is happening there? Kile ambacho tunaweza kujifunza kutokana na hilo ambalo limetendeka mara pale. The light comes. Nuru ikaja. People are there. Watu wako pale. The soldiers around Saul. Wanajeshi wamezunguka Sauli. They are heading to kill and murder and arrest the preachers. Wanaelekea kuwakamata na kuwaua wale wahubiri. So around that scenario, katika mzunguko wa hiyo tukio, and hearing of the voice, na kusikia sauti, there is one big lesson that you can learn. Kuna funzo moja kubwa ambalo tunastahili kujifunza. That you can capture like this and take home. Ambao unaweza kuichukua namna hii na kuipeleka nyumbani. What is it? Je, ni nini? That is salvation. Hiyo ni wokovu. The personality of salvation. Wokovu wa mtu binafsi.
That is the lesson we can learn there. Hilo ndilo funzo ambalo tunaweza jifunza mahala pale, That salvation ya kwamba wokovu is personal ni ya kimtu, ni ya mtu binafsi and not a group event. na sio ile tukio la kundi. But watu wako wa kanisani Sunday, wacha mimi hata mimi siendi kwa sababu watu wako. No. Even if people come too, you just come. Hata kama watu watakuja wawili tu peke yake, wewe kuja tu. Wokovu, Salvation wokovu is not a group event. sio tukio la kikundi. Ya kikundi. Hapana, Ni ya mtu binafsi. ni ya mtu binafsi. It is a personal event. Ni ya mtu binafsi. It is a personal. Ni kitu ambacho ni kia mtu binafsi. Let us jump to verse 40. We are going back to Luke 23 verse 40 now. Kitabu cha Luka Verse 40. mstari wake wa 40. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akasema, je, wewe humwogopi Mungu? He said, since you are under the same sentence. Wakati uko kwenye adhabu hiyo hiyo. Can I explain something? Je, naweza waelezeni jambo? In that verse 40. Katika hiyo mstari wake wa 40. Hallelujah. Hallelujah. In that verse 40. Katika mstari wake wa 40. Can I explain something? Je, naweza waelezeni jambo? No, I have explained for you verse 39. Nimewaelezea mstari wake wa 39. A miraculous conversion of a thief on the cross. Kubadilishwa kwa kimiujiza kwa yule mhalifu pale msalabani. Salvation is a miracle. Wokovu ni miujiza. For us even to get salvation is a miracle. Kwetu sisi hata kupata wokovu ni miujiza. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. For us to get the salvation itself is a miracle. Kwetu sisi kupata tu wokovu hiyo ni miujiza. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana We were Yesu all asifiwe. condemned to hell Sisi sote tulikuwa tumehukumiwa kwenda jehanamu because of our sins. kwa sababu ya dhambi zetu. The grace, Lakini neema, salvation wokovu appeared at a time we were not expecting. ikajitokeza wakati ambao hatukuwa tunatarajia. That Jesus came. Ya kwamba Yesu akaja. The two mega prophets of Yahweh was telling us yesterday. Manabii wakuu wa Bwana walikuwa wanatuambia hapo jana. That Jesus came Ya kwamba Yesu akaja to a people that were lost. kwa watu ambao walikuwa wamepotea. They were slaves. Walikuwa watumwa. Wakakamatwa and then wakawekwa sasa. They are now slaves. They are in the slave market. Wanauzwa. Walikuwa katika ile soko ya utumwa. Wanauzwa. Walikuwa wanauzwa. And then Kisha you just know a slave. unajua tu mtumwa. A slave has no voice. Mtumwa hana sauti. You don't say anything. Hawezi sema lolote. And then guess what? Kisha kisia nini? At that moment, Kwa wakati huo Jesus comes Yesu anajitokeza and asks, na anauliza, how much is Pastor Victor? basi mchungaji Victor ni shilingi ngapi? How much is Pastor Koikai? And Mama Bishop? Anaweza gharimu shilingi ngapi? Okay, I was asking Nilikuwa in a ninauliza simple way. katika njia ya How rahisi. much does all these slaves cost? Je, hawa watumwa watagharimu shilingi ngapi wakiwa wote? All of them. Wote. How much? Watagharimu shilingi ngapi? And then they say a higher price, higher than. Kisha wakasema ile gharama ya juu zaidi. And then Jesus steps forward and Kisha said, Yesu akajitokeza mbele na kusema, all these slaves, I have paid for them. Now I'm going with them, all of them. watumwa wote nimewalipia, sasa ninaondoka pamoja nao. That is how we received the salvation. Hivyo ndivyo tulipokea wokovu. We were all slaves. Sisi sote tulikuwa watumwa. Tell your neighbor, you are a slave. Ulikuwa mtumwa. You are a slave. Ulikuwa mtumwa. Only Jesus rescued us. Si Yesu peke yake ndiye aliyetuokoa. Don't judge people by their physical appearance. Usihukumu watu kwa kutazama mwili wao wa kimwili. You are a slave like me. Mwambie. Wewe ulikuwa mtumwa kama mimi. Tumwambie. Ulikuwa mtumwa kama mimi. Then Jesus stepped forward for us. Kisha Yesu akajitokeza. Mwambie, then Jesus stepped forward for us. Kisha Yesu akatoka
ajili yetu and save all of us. na kutuokoa sisi sote. When I heard that yesterday, Niliposikia hiyo hapo jana, nilisikia kama kiti nikaruka tu hivi nikamwambia, ni hivyo man of God. We were all slaves and Jesus came and paid it all. tulikuwa watumwa wote kisha Yesu akaja na kutuokoa sisi sote. He brought us a gospel. Akatuletea injili. He brought us a gospel. Akatuletea injili. And that gospel, Na hiyo injili, that gospel, hiyo injili, that gospel hiyo injili has power na nini? ina nguvu. That gospel Hiyo injili has power. ina nguvu. I wish I had time I could have talked about Natumaini Joshua here. nilikuwa na nafasi ningezungumza kuhusiana na Yoshua mali hapa. Yoshua When he met this gospel, alipokutana na injili hii, Joshua also met the gospel. Yoshua pia alikutana na injili. And when he brought the gospel and he said, who are you? Are you on our side or the other, on the side of the enemies? Alipokaribia injili akamuuliza ya kwamba je, wewe ni nani? Uko upande wetu ama uko upande wa wale maadui zetu? And Jesus spoke. Kisha Yesu akanena And said, na akasema, I come as the commander of heavenly hosts. Ninakuja kama mwana amri jeshi wa mbinguni. Amri jeshi wa mbinguni. Ninakuja kama amri jeshi wa mbinguni. When the commander appears, wakati amri jeshi then anapotokea, you now see Joshua is now bowing down to the commander. Anapiga magoti ili anamuinamia. I'm saying, Ninasema, when the commander arrives, wakati amri jeshi anapofika, it does not matter whether you are the worst mlevi in town. haijalishi hata kama wewe ndiwe mlevi mbaya zaidi katika mji. When you hear a voice say, I am the commander of the heavenly host, unaposikia ya kwamba mimi ndiye amri jeshi wa mbinguni, you are down on your knees. uko chini kwenye magoti The yako. commander of the heavenly host, when he arrives, everybody must be down. Amri jeshi wa mbinguni anapofika, kila mtu lazima wawe kwenye magoti yao. He is Jesus. Yeye ni Yesu. He says, Anasema, verse 40, mstari wake wa 40, but the other criminal rebuked him. lakini yule mhalifu mwingine akamkemea Don't you fear God? akasema ya kwamba je, wewe hamuogopi Mungu? He said, Akasema, since you are under the same sentence, wakati uko kwenye adhabu hiyo, don't you fear God? je, haumuogopi Mungu? He said, Akasema, since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. There is a big lesson here you're going to learn there. On that verse 40 alone. And 41. Anasema, je, wewe humuogopi Mungu? Wakati uko kwenye adhabu hiyo, sisi tumehukumiwa kwa haki, kwa kuwa tunapata tunayostahili kwa ajili ya matendo yetu, lakini huyu mtu hajafanya kosa lolote. Hallelujah. Clap for Jesus. Listen to this. Sikiza hii. Your perception on how you treat Jesus changes immediately when you meet the blood of Jesus. Wazio lako kuhusiana na kile ambacho, kuhusiana na vile unavyo mzungumza na Yesu inabadilika haraka wakati unapokutana na damu ya Yesu. No, I'm saying, ninasema, the moment a person meets the blood of Jesus, wakati tu mtu anakutana na damu ya Yesu, your perception on how you treat Jesus changes immediately. Hisia zako, jinsi unavyowaza kuhusiana na Yesu inabadilika. Okay, I better dwell in verse 40 and finish. Verse 40 alone and finish. So long as I make sure umeelewa. Ni vyema nizingatia mstari wake wa 40 peke yake hadi uelewe. Verse 40 and 41 is telling us what has been happening in the life of this criminal that is telling Jesus, remember me in your kingdom. Mstari wake wa 40 inatuelezea asua kile ambacho kimekuwa kikitendeka katika maisha ya huyu mhalifu ambaye sasa anamwambia Yesu ya kwamba unikumbuke katika ufalme wako. Wangombe saidia. So now
Sasa there are some lessons kunayo funzo we are going to learn here ambayo tunaenda kuzifunza mahali hapa in verse 40 and 41. Mstari wa 40 na 41. A big lesson. Thank you so much, my daughter, for serving the Lord very powerfully. Funzo kubwa sana. Hallelujah. Hallelujah. Your perception Mtazamo wako on how you treat Jesus ya jinsi ambavyo unatenda na Yesu changes immediately inabadilika mara moja when you see the blood of Jesus. unapoiona damu ya Yesu, When you meet the blood of Jesus. unapopatana na damu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. There are many lessons we can learn from this miraculous conversion of a thief on the cross. Kuna mafunzo mengi ambayo tunaweza kujifunza kutokana na kubadilishwa huku kwa kimiujiza kwa yule mhalifu aliyekuwa msalabani. Sometimes you see somebody walking like this. Wakati mwingine unaona mtu akitembea namna hiyo. You might not know what has happened in the life of that person. Unaweza kosa kujua kile ambacho kimetendeka katika maisha ya huyo mtu. Now you see what is happening in the life of this criminal on the cross. Sasa unaona kile ambacho kinatendeka kwa maisha ya mhalifu huyu aliye msalabani. Daktari. Yani the blood of Jesus. Damu ya Yesu. When a thief on the cross mwizi pale msalabani meet the blood of Jesus, anapopatana na damu ya Yesu, then that thief basi huyo does mhalifu not enter the kingdom of God tomorrow. haingii katika ufalme wa Mungu kesho. No. Hapana. That thief Huyo mhalifu enters the kingdom of God at that very moment. anaingia katika ufalme wa Mungu katika huo wakati haswa. That same day. Siku hiyo hiyo. You people, I don't know whether you are understanding what is happening. Sijui kama mnaelewa kile ambacho kinatendeka. I don't know what are you understanding what is happening in the life of that thief on the cross? Je, mnaelewa kile ambacho kinatendeka kwa maisha ya huyo mhalifu pale msalabani? Hallelujah. Hallelujah. He says, Anasema, don't you fear God? je, haumhofu Mungu? When a person meets the gospel, Mtu anapopatana na Injili, then basi he becomes the evangelist of that gospel. anafanyika mwinjilisti wa hiyo Injili. Don't you fear God? Je, haumwogopi Mungu? Can I explain that for you? Je, naweza kuelezea hilo? Now the thief Sasa mhalifu is now teaching the beholders of the gospel, the beholders of salvation, that in your salvation, anafunza wale wanaobeba Injili ya kwamba katika wokovu wako there is what we call the fear of God. kuna kitu kinachoitwa hofu ya Mungu. So what has happened Basi kile ambacho kimetendeka in the life of this criminal katika maisha huyu mhalifu, is that immediately he has received salvation, he has accepted Jesus, wakati tu ghafla amepokea wokovu, amemkubali Yesu, the fear of God entered in. hofu ya Mungu ikamwingia. The fear of God. Hofu ya Mungu. Janet, my daughter, the fear of God Hofu ya Mungu entered in him immediately. ikaingia ndani yake mara moja. Wow. A thief Mwizi is now talking about the fear of God. sasa anazungumzia hofu ya Mungu. Ebuliza jirani, inawezekana aje? A thief is now talking about the fear of God. Mwizi sasa anazungumzia hofu ya Mungu. Yaani mwizi sasa inaongelea kuhusu hofu ya Mungu. Ala, ni nini imefanyika? Amesema hata yeye ile usio. Sababu hii mambo it is a miracle. Ni muujiza. It is a miracle. Ni muujiza. Now today you will appreciate anybody you see sitting in the church. Sasa leo tamshukuru mtu yote ambaye mnamuona akiketi kanisani. They are saying they are not going to bar, they are coming to church. Wanasema hawaendi kwenye baa, wanakuja kanisani. You will appreciate God. Utamshukuru Mungu. It is a miracle. Ni muujiza. And the moment you will not see somebody in church, you will follow that person and bring that person back to the church. Na wakati tu utamwona mtu hayuko kanisani, utafuata huyo mtu na umrejeshe ndani kanisani. It is a miracle. Ni muujiza. That is a miracle God has done to bring that person to the church. Huo ni muujiza Mungu ametenda kuleta mtu huyo To accept Jesus. kumkubali Yesu. It is a miracle. Ni muujiza. Now a criminal Sasa mhalifu is now teaching a generation sasa anafunza kizazi the fear of God. hofu ya Mungu.
what lesson can we learn from this miraculous conversion of the thief on the cross? Ni funzo lipi ambalo tunaweza kujifunza kutokana na kubadilishwa huku kwa kimiujiza kwa yule mhalifu aliyekuwa msalabani? Number 1. Jambo la kwanza, salvation is a divine miracle. Wokovu ni muujiza wa kiungu. And it manifests itself through the actions of the beholder of salvation. Na huwa unajidhihirisha kupitia yule anayebeba muujiza huo wa Mungu wa wokovu. Number 2. Jambo la pili, he teaches us that whoever has salvation inatufunza ya kwamba yeyote aliye na wokovu has the fear of God in them. Ana hofu ya Mungu ndani yake. But those who have not received the Lord Jesus has no fear of God. Lakini wale ambao hawajampokea Bwana Yesu hawana hofu ya Mungu ndani yao. Romans 3:9. Warumi 3:9. Those who have not received the Lord Jesus has no fear of God in them. Wale ambao hawajampokea Bwana Yesu hawana hofu ya Mungu ndani yao. I miss Pastor Steve Hamlet. Somebody should bring for me Pastor Steve Hamlet in the house of the Lord. Namkosa mchungaji Steve. Verse 9. Mstari wa 9. Chapter 3 verse 9. Mlango wa 3 mstari wa 9. What shall we conclude then? Tusemeje basi? Do we have any advantage? Je, sisi ni bora kuliko wao? Not at all. La hasha. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Kwa maana tumekwisha kuhakikisha kwa vyovyote kwamba Wayahudi na watu wa mataifa wote wako chini ya nguvu ya dhambi. As it is written, kama ilivyoandikwa, there is no one righteous, hakuna mwenye haki, not even one. Hakuna hata mmoja. There is no one who understands, hakuna hata mmoja mwenye ufahamu. There is no one who seeks God, hakuna hata mmoja amtafutaye Mungu. So when you see people are understanding the word of God, then it is a miracle. When you see somebody seeking God, it is a miracle. Kwa hivyo unapoona watu wanaelewa neno la Mungu, huo ni muujiza. Unapoona mtu anamtafuta Mungu, huo ni muujiza. There is no one who understands. Hakuna yeyote anayefahamu. There is no one who seeks God. Hakuna hata mmoja amtafutaye Mungu. All have turned away. Wote wamepotoka. They have together become worthless. Wote wameoza pamoja. There is no one who does good. Hakuna atendaye mema. Who is this that does good? Je, ni nani huyo atendaye mema? It is he who does that which pleases God. Ni yule anayetenda kile kinachompendeza Mungu. He who goes for the Bible study. Yule anayeenda kwenye mafunzo ya Biblia. Home fellowships. Anaenda katika mashirika ya nyumbani. Crusades. Katika mikutano ya hadhara. Church services. Katika ibada za kanisa. Seeking God. Akimtafuta Mungu. Reading the Bible. Akisoma Biblia. They are doing something good. Wanafanya mambo mazuri. So when you see somebody doing good, unapoona mtu akitenda kitu kizuri, that is a miracle. Huo ni muujiza. Appreciate God for that person. Shukuru Mungu kwa ajili ya huyo mtu. He continues to say, anaendelea kusema, there is no one who does good, not even one. Hakuna hata mmoja anayetenda mema, hata mmoja. Their throats are open graves. Makoo yao ni makaburi yaliyo wazi. Their tongues practice deceit. Kwa ndimi zao hufanya udanganyifu. Those are people who does not have the fear of God. Kuna watu ambao hawana hofu ya Mungu. They will do everything and anything to speak things that will take people to the lake of fire. Watatenda kila kitu na chochote kitakachofanya watu waelekee katika ziwa la moto. Their tongue practice deceit. Ndimi zao hufanya udanganyifu. The poison of vipers is on their lips. Sumu ya nyoka iko midomoni mwao. Akikujibu tu hivi, kukujibu tu. Ajibu tu yani a reply, yani ile reply kukujibu tu. Unamwambia tu nani, si ungechukua tu hii kidogo na uninyoroshe tu. Anawachilia moja tu hivi. Imekumaliza roho. Nasema mama nani? Mama nani, si ungechukua tu kigogo, mimi singekataa kama mzee. Ningelala tu chini,
uninyoroshe zile kiboko unataka yote kuliko uongee kenye unaongea, kwa sababu imeniumiza moyo. You see that? Unaona hilo? The poison of vipers is on their lips. Sumu ya nyoka iko midomoni mwao. Their mouths are full of cursing and bitterness. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. May God have mercy. Mungu na akumbuke rehema. Their feet are swift to shed blood. Miguu yao ina haraka kumwaga damu. So when you see people are running to crusade to worship God, that is a miracle. You are supposed to see a miracle in the life of that person. Kwa hivyo unapoona watu wanakimbia kwenda katika mikutano ya hadhara, huo ni muujiza. Unapaswa kuona muujiza ndani ya maisha hao watu. You see them carrying the speakers and playing the keyboard. That you are supposed to see a miracle in the life of that person. Unaona wakibeba speaker na kucheza kinanda, unapaswa kuona muujiza ndani ya maisha ya huyo. You see them coming to church. That is a miracle. Unaona wakikuja kanisani, huo ni muujiza. Hebu uliza jirani, shida yako ni nini wewe uonangi muujiza hata ikifanyika kwa maisha ya watu? Uliza yeye. Na kama una jirani, tafuta jirani ya kuuliza. Sahihi. Kila mtu uliza jirani. Kwani wewe macho yako haionangi hata miujiza yenye inaendelea kwa maisha yako? Mungu ametenda. Amesema aoni. Ameona kidogo. Ameona kubwa. Sana. Pigia yeye makofi kwa sababu wakalao yeye ameona miujiza. Mungu amefanya katika maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. It says, anasema their feet are swift to shed blood. Miguu yao ina haraka kumwaga damu. Ruin and misery mark their ways. Maangamizi na taabu viko katika njia zao. And the way of peace they do not know. Wala njia ya amani hawaijui. Remember, Jesus is the Prince of Peace, so they don't know the way of that peace. Kumbuka kwamba Yesu ndiye mfalme wa amani, hawaijui njia ya hiyo amani. There is no fear of God before their eyes. Hakuna hofu ya Mungu machoni pao. And the thief on the cross, na mwizi pale msalabani, that has been miraculously changed, ambaye kwa kimiujiza amebadilishwa, is now teaching us the fear of God. Sasa anatufundisha hofu ya Mungu. What a miracle! Ni muujiza namna gani? A murderer muuaji has met the blood of Jesus. Amekumbana na damu ya Yesu. Is now teaching a people a fear of God. Sasa anafunza watu hofu ya Mungu. Generations and generations and generations being taught by a criminal that has met the blood of Jesus, that has miraculously changed him, and now he's teaching people fear of God, fear of God, fear of God, fear of God. Vizazi na vizazi na vizazi vinavyofunzwa na mhalifu ambaye amekumbana na damu ya Yesu ikambadilisha hofu ya Mungu, hofu ya Mungu, hofu ya Mungu. Even you today, hata wewe siku ya leo, God can change you. Mungu anaweza kukubadilisha and make you teach a generation and generation, na kufanya ufunze kizazi na kizazi the fear of God, hofu ya Mungu. Jesus has power, anazo nguvu to change you, kukubadilisha, to teach your whole house, kufunza nyumba yako nzima, your children, watoto wako, the fear of God, hofu ya Mungu. That today is Sunday, ya kwamba leo ni Jumapili, all of us, sisi sote in this house, katika nyumba hii, we are going to the house of God. Tunaenda katika nyumba ya Mungu. Number 3. Jambo la tatu, the lesson we can learn, funzo ambalo tunaweza kujifunza, whoever has received salvation, yeyote ambaye amepokea wokovu, openly acknowledges his sins and the need of the mercy of God. Waziwazi huwa anazitambua dhambi zake na hitaji la rehema za Mungu. You see the thief on the cross. Unamwona yule mwizi msalabani. He says, anasema, Lord, Bwana, remember me nikumbuke in your kingdom, katika ufalme wako. And again he rebukes the other criminal. Na mara tena anamkemea yule mhalifu mwingine. And he's telling the criminal, na anamwambia huyo you mhalifu, don't see that, sisi, we are punished justly because of what we have done. Je, hauoni ya kwamba sisi tunahukumiwa kwa haki kwa kuwa tumetenda kile ambacho kinastahili hiyo adhabu? I want to ask you, nataka nikuulize, are you really born again? Je, kwa kweli umeokoka? If you don't recognize your own sins, kama hautambui dhambi zako mwenyewe, look at this criminal that has been saved. Tazama huyu mhalifu ambaye ameokolewa. He does not rebuke the other criminal and telling him, hamkemei yule mhalifu mwingine na kumwambia, uoni wewe ndio mtenda dhambi wewe. No. Hapana. He does not say that. Hasemi hivyo. What does he say? Anasema vipi? We are we. Sisi. Wewe na mimi. Sisi.
Rudia so that they can Luke 23. Luka Verse 40. mlango wa 23. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. That is a serious repentance. Hiyo ni toba ya kumaanisha sana. Biblia inasema, lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akasema, je, wewe humuogopi Mungu wakati uko kwenye adhabu hiyo hiyo? Sisi tumehukumiwa kwa haki kwa kuwa tunapata tunayostahili kwa ajili ya matendo yetu, lakini huyu mtu hajafanya kosa lolote. Have you ever acknowledged your sin? Je, umewahi kuzitambua dhambi zako? Sisi hapa tunasemanga ni huyo ndio ako na shida. Huyo. Si mimi, ni huyu. Si mimi nimetenda dhambi, ni yule. But the thief that has been miraculously saved on the cross, lakini yule mhalifu ambaye ameokolewa kwa mwenye msalaba kimiujiza, is now teaching this generation a lesson that you must acknowledge your sins to be saved. Sasa anafunza hiki kizazi funzo ya kwamba lazima uzitambue dhambi zako ili uokolewe. It's as if he's saying, Ni kana kwamba anasema, whoever confesses his sins will be forgiven, but whoever conceals them will not be forgiven. yeyote anayezikiri dhambi zake atasamehewa, lakini yeyote anayezifunika kuzificha dhambi zake hatasamehewa. So that is what he realized. Kwa hivyo ndivyo I alivyogundua, better confess. ni heri nikiri, And that is what he did. na hivyo ndivyo alifanya. I need to release people go home. Nahitaji kuachilia watu waende nyumbani. On Thursday we are gathered at when Jesus says, Basi Yesu anasema, today, leo, not tomorrow, sio kesho, today, leo you will be with me utakuwa pamoja nami in paradise. kwenye paradiso. Number 4. Jambo la 4, Whoever has received salvation yeyote ambaye amepokea wokovu must lazima acknowledge atambue the innocency of Christ, kutokuwa na hatia kwa Kristo, his sinlessness, kutokuwa na dhambi kwake, which must be transferred to us ambao lazima uletwe kwetu for us to be accepted by God in his kingdom. ili kwetu sisi tukubaliwe na Mungu katika ufalme wake. Wow. Wow. When I heard the men of God teaching about the innocency of Christ, Niliposikia manabii wa Mungu wakifundisha kuhusu kutokuwa na hatia kwa Kristo, then I realized, basi nikagundua, when I went to the Bible nilipoenda kwenye and Biblia checked, na nikakagua, then I realized basi nikagundua the thief on the cross yule mhalifu msalabani started teaching us, this generation, that Jesus was innocent. alianza kutufunza sisi hiki kizazi ya kwamba Yesu hakuwa na hatia, And Jesus na Yesu must transfer lazima atuletee his innocence kutokuwa na hatia kwake for us to be accepted by God. ili kwetu sisi tukubaliwe na Mungu. A thief on the cross Mwizi pale msalabani is recognizing the innocency of Christ, anatambua kutokuwa na hatia kwa Kristo, and yet this generation na ilhali hiki is kizazi not recognizing the innocence of Jesus. hakijatambua kutokuwa na hatia kwa Yesu. Okay, let's read it. Let's read it to see Wacha tuisome tuone how this thief recognized the innocency of Christ Jesus. jinsi huyu mwizi alitambua kutokuwa na hatia kwa Kristo Yesu. I need to release people go home Nahitaji kuachilia watu waende nyumbani, because we must see the innocency of Jesus. lakini lazima tuone kutokuwa na hatia kwa Kristo. He says, Anasema 41, 41, we are punished justly,
Sisi tumehukumiwa kwa haki. So we are getting what our deeds deserve. Kwa kuwa tunapata yanayostahili kwa ajili ya matendo yetu. But this man, Lakini huyu mtu but this man, lakini huyu mtu the innocence of Jesus. kutokuwa na hatia kwa Yesu. But this man, Lakini huyu mtu the sinlessness of Jesus. kutokuwa na dhambi kwa Yesu. But this man, Lakini huyu mtu the holiness of Jesus. utakatifu wa Yesu. But this man, Lakini huyu mtu the thief is speaking to us. mwizi anatuzungumzia This sisi. generation. Hiki kizazi. But this man Lakini huyu mtu has done nothing wrong. hajafanya kosa lolote. Okay, can I ask you a question? Je, naweza kuwauliza swali? Everybody now look here, look at me here. Kila mtu nitazame sasa. What is this thief saying? Je, huyu mwizi anasema nini? He's saying, Anasema but this man, lakini huyu mtu, everybody look at the screen. kila mtu tazama runinga. But this man Lakini huyu mtu has done nothing wrong. hajafanya kosa lolote. Can I ask a church a question? Je, naweza kuuliza kanisa swali? Niwaulize swali. Pastor Irene. This thief Huyu mwizi alitolewa wapi? Akienda kusulubishwa. Walitolewa wapi? Korokoroni. Thank you so much, Blessed Overseer. asante sana mwangalizi mbarikiwa. The thieves Hao wezi walitolewa korokoro walitolewa korokoroni. because you remember the exchange Kwa sababu unakumbuka kule kubadilishwa that took place. ambako kulitendeka, And the Bible notes very clearly na Biblia inaweka kwa wazi kabisa that these thieves ya kwamba hawa wezi received what their sins deserve, or what they deserve according to what they did. walipokea kile walichokuwa wakistahili kulingana na kile ambacho walikuwa wametenda. So these thieves that were crucified, Kwa hivyo hawa wezi waliokuwa wamesulubiwa, it was a custom in Israel ilikuwa ni desturi kule Israeli that if a person has been found to do murder and insurrection, ya kwamba ikiwa mtu amepatikana kuua na kuleta uchochezi dhidi ya serikali, they were taken to the cross. walikuwa wanapelekwa msalabani. Many people were crucified. Watu wengi sana walisulubiwa. So people feared Kwa hivyo watu waliogopa the Roman authority. ule utawala wa Kirumi. People feared. Watu waliogopa, You could not talk. haungezungumza, Otherwise, vinginevyo cross. msalaba. So they were taken to be crucified. Kwa hivyo walipelekwa wakasulubiwe, They were arrested and put in prison. walikamatwa na kuwekwa gerezani. Then the question is, Kisha swali ni hili, so that you cannot joke around with the salvation of people. ili kwamba usifanye mzaha na wokovu wa watu. When you see somebody is serious in salvation, Unapoona mtu anamaanisha katika wokovu, thank God. mshukuru Mungu. Now, let me ask you, church, Wacheni waulize kanisa, how many years Jesus preached? ni miaka mingapi Yesu alihubiri? 21 years. Miaka 21. 4 years. Miaka minne. How many years? Ni miaka mingapi? 3 years. Then Jesus finished Miaka the work. miaka mitatu kisha Yesu akamaliza kazi. 3 years. Miaka mitatu. How many years you have been preached for and you have not changed? Uliza jirani. Ni miaka mingapi umehubiriwa na bado hujabadilika? Ulize jirani. I ask myself, Ninajiuliza mwenyewe, this criminal is saying, huyu mwizi, huyu mhalifu anasema, but this man lakini huyu mtu has done nothing wrong. hajafanya kosa lolote. These words caught my attention. Haya maneno yalikamata umakinifu wangu, And I asked myself, na nikajiuliza mwenyewe, this criminal huyu mhalifu was in prison. alikuwa gerezani. Probably Inawezekana he did not see
see hakuona the miracles Jesus was performing outside here. miujiza zile ambazo Yesu alikuwa akitenda huku nje, And the life maybe Jesus lived outside here. na maisha labda ambayo Yesu aliishi huku nje. From prison to crucifixion. Kutoka gerezani hadi kusulubiwa. Then I asked myself, Basi nikajiuliza mwenyewe, but this man has done nothing wrong. lakini huyu mtu hajatenda kosa lolote. This one is declaring the innocence of Jesus. Huyu anatangaza na kukiri kutokuwa na hatia kwa Kristo. Then I asked myself, Basi nikajiuliza mwenyewe, when did he know ni lini alijua that Jesus is innocent? ya kwamba Yesu hana hatia And he was in prison. na alikuwa kule gerezani? Wow. Wow, That is a challenge. hiyo ni changamoto. Isn't it not a miracle Je, kwa hakika huo si muujiza for this man kwa huyu mtu from prison kutoka gerezani to the cross? kuelekea msalabani, And now na sasa is now recognizing the innocence of Jesus. anatambua kutokuwa na hatia kwa Yesu, Because the best people that could have understood the innocence of Jesus kwa sababu watu bora ambao wangeelewa kutokuwa na hatia kwa Yesu are the priests and the Roman authority. ni wale makuhani na utawala wa Kirumi, The Pharisees and the Sadducees. Mafarisayo na The Masadukayo, ones that are now denouncing that Jesus is not innocent. wale ambao sasa wanakataa ya kwamba Yesu yeye ako na hatia. Hallelujah. Haleluya. But the thief Lakini from the prison, kutoka he gerezani has not lived with Jesus. hajaishi na Yesu, From prison kutoka gerezani to the cross, hadi msalabani recognizing the innocence of Jesus. anatambua kutokuwa na hatia kwa Yesu. Anatoka gerezani, anasema na nyinyi mmekuwa mnasumbua watu hapa, mnacheza na hii wokovu hapa, wacha mimi nipokee hii wokovu na niingie mbinguni. Akatambua tu innocence ya Yesu, na Yesu anamwambia sasa, sikia, leo utakuwa pamoja nami kwa ufalme wa mbinguni. Nyinyi Mafarisayo mmekuwa mkiketi hapo, ni wakubwa kwa kanisa, viti za mbele, mnaenjoy, mnakaa, ni wakubwa, tumbo iko huko, wamekula vizuri. Sasa nyinyi mnabaki kuzimu inawangoja. Mimi nimetoka korokoroni na ninaingia mbinguni. Yaani hata makofi huwezi piga. Yesu anakutoa korokoroni, anakuingiza mbinguni. Uweze shukuru Mungu. Na nipigia Yesu makofi tafadhali. Usikasirishe Yesu. Na Yesu amefurahi na wewe tangu asubuhi. Wapi makofi jameni? Kwani makofi? My son, which is not happening here. Yaani wanapiga hivi, wamesahau. Wanasahau Yesu anawapenda, amewatoa korokoroni na amewaingiza mbinguni direct. Na kuna wengine wametoka korokoroni, wamekwama hapa, wako kuzimu mpaka leo. Wanalia. Ulimi ninaungua. Moto. Alafu wewe Yesu anakutoa kwa korokoroni ambaye ulikuwa unastahili uende kuzimu, alafu anasema huyu nimemuosha na damu yangu, sasa huyu namuingiza mbinguni. Hallelujah. Haleluya. This is a miracle. Huu ni muujiza For this criminal to understand kwa huyu mwizi kuelewa the innocence of Jesus. kutokuwa na hatia kwa Yesu. I can say Ninaweza kusema this is the work of the Holy Spirit. hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Only the Holy Spirit, mwana daktari, only the Holy Spirit can reveal this thing to a criminal like this one on the cross. Ni Roho Mtakatifu peke yake ambaye anaweza kufunua jambo kama hili kwa yule mhalifu aliye msalabani. The blood of the Lamb. Damu ya mwana kondoo. Oh, the blood. Oh, the blood. Blood.
blood. Now, Sasa I want to finish. nataka kumalizia. Now, Sasa. anybody that will recognize the innocency of Jesus, Yeyote ambaye atatambua kutokuwa na hatia kwa Yesu, then Jesus, basi Yesu, this is what Jesus does. hivi ndivyo Yesu anafanya. Everybody look at me here. Kila mtu mtazame hapa. Anybody that recognizes the innocency of Jesus, Yeyote anayetambua kutokuwa na hatia kwa Yesu, this is what Jesus does. hivi ndivyo Yesu anafanya. He take his innocency Anachukua kutokuwa na hatia kwake and carry it this way na kuubeba namna hiyo and transfer it to you, na kukubadilisha, kukupatia wewe, and then you'll be accepted in the kingdom of God. na kisha unakubalika katika ufalme wa Mungu. Then you say, Kisha unasema, not by my might, sio kwa nguvu zangu, not by my strength, sio kwa uwezo wangu, but by the Spirit of the Lord. lakini kwa Roho wa Bwana. Hallelujah. Haleluya. That blood of Jesus. Hiyo damu ya Yesu. Listen to this. Sikiza hili. Number 5. Jambo la 5, Whoever has received salvation yeyote ambaye amepokea wokovu must acknowledge lazima atambue the lordship ubwana or messiahship na umesihi of Christ, wa Kristo, saviorship uokovu of Christ, wa Kristo, just like the thief did on the cross. jinsi tu yule mwizi alitenda pale msalabani, For you to be saved ili kwamba wewe uokolewe and enter na uingie the kingdom of God, ufalme wa Mungu, you must acknowledge lazima utambue the lordship of Jesus. ubwana wa Yesu. Number 2, Jambo la pili, messiahship of Jesus. umasihi wa Yesu. Number 3, Jambo la 3, saviorship of Jesus. uokozi wa Yesu. And that he has a kingdom. Na ya kwamba ako na ufalme. What a lesson we are learning from the miraculous conversion of a thief on the cross. Funzo namna gani tunalojifundisha kutokana na kubadilishwa kwa muujiza kwa yule mhalifu aliye msalabani. He said, Alisema, Jesus, Yesu, remember me. nikumbuke. Have you ever understood the name Jesus? Je, umewahi kuelewa jina Yesu? Okay, read for them those words the thief said. Then he said, verse 42. Kisha akasema, Yesu. Then he said, Jesus. Kisha akasema, Yesu. Simama hapo kwanza. I want to explain something for the church. Nataka nielezee kanisa kitu. These are the words of that thief that has been miraculously saved. Haya ni maneno ya huyo mwizi ambaye ameokolewa kimiujiza. Kimiujiza tu. Kimiujiza tu. Kimiujiza tu ya Mungu. Look at his words. Tazama maneno yake. Then he said, Kisha akasema, Jesus. Yesu. Can I explain that for you? Je, naweza kuelezea? Now listen. Sasa sikiza. Have you ever known the meaning of the word Jesus? Je, umewahi kuelewa maana ya neno Yesu? You will now know why this criminal is now using Jesus. He's starting by saying Jesus before he said, remember me. Sasa utafahamu ni kwa nini huyu mhalifu alitumia jina Yesu kabla ya kusema unikumbuke. Because he could have just said, Kwa sababu angesema tu, well, remember me. wewe unikumbuke. But he said, Lakini alisema Jesus. Yesu. Why? Kwa nini? Can I explain it for you? Je, naweza kuelezea? But how can I explain it better without reading the Bible? Lakini nawezaje kuelezea bora bila kusoma Biblia? Let us read the book of Matthew, what you may understand. Wacha tusome kitabu cha Mathayo mkapate kuelewa. Matthew chapter 1, verse 22. Mathayo mlango wa kwanza mstari wa 22. Why did he use the word Ni Jesus? kwa nini alitumia? What is the meaning of Jesus? Maana ya neno Yesu ni lipi? In Hebrew. Katika Kiebrania. What is the meaning of Jesus? Maana ya neno Yesu ni lipi? Verse 22. Mstari wa 22.
is to fulfill what the Lord had said through the prophet. Haya yote yalitukia ili litimie lile Bwana alilokuwa amenena kupitia nabii. The virgin will conceive and give birth to a son. Akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana. And they will call him Emmanuel. Nao watamuita jina lake Emanueli. Which means ambalo linamaanisha God with us. Mungu pamoja nasi. Wow. Wow. When Joseph woke up, Yosefu alipoamka, when Joseph woke up, Yosefu alipoamka, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. akafanya kama vile alivyoagizwa na malaika na akamchukua Maria kuwa mke wake. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. Lakini hawakukutana kimwili mpaka Maria alipojifungua mwanawe, kifungua mimba. And he gave him the name Jesus. Akamuita jina lake Yesu. And he gave him the name Jesus. Na akampatia jina Yesu. Jesus Yesu means Emmanuel with us. Emmanuel, which means God with us. Inamaanisha Emanueli, ambayo inamaanisha Mungu pamoja nasi. But the reason why he was given a name, na sababu ambayo alipatiwa jina Jesus, Yesu, is because ni kwa sababu he will save his people atawaokoa watu wake from their sins. kutoka kwa dhambi zao. He will save his people from their sins. Atawaokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao. So the thing here is, Kwa hivyo jambo hapa ni hili, when the thief spoke mwizi alipozungumza that Jesus, ya kwamba Yesu, he announced the name Jesus, alitangaza jina Yesu, it means inamaanisha he recognized alitambua that God ya kwamba Mungu is with him who acknowledges Jesus. ako pamoja na yule anayemtambua Yesu. Number 2, Jambo la pili, he acknowledges anatambua that Jesus ya kwamba Yesu is the Savior. ndiye Mwokozi. Then he says, Kisha anasema, remember me unikumbuke in your kingdom. katika ufalme wako. He acknowledges that this Jesus that is now on the cross now Anatambua ya kwamba huyu Yesu ambaye sasa hivi yako katika msalaba has a kingdom. anao ufalme. Have you ever recognized that Jesus has a kingdom that is coming? Je, umewahi kutambua ya kwamba Yesu ana ufalme ambao unakuja? Have you ever prepared for that kingdom? Je, umewahi kujiandaa kwa ajili ya huo ufalme? The thief on the cross Mwizi pale msalabani is now preparing for the coming kingdom. na sasa anajiandaa kwa ufalme ujao. But this church, Lakini hili kanisa, have you ever been able to prepare for the coming kingdom of God? je, umewahi kujitaabisha na kujishughulisha kwa ajili ya ufalme wa Mungu unaokuja? Number 6. Jambo la 6, I have told you already nimekwisha kuambia tayari that in Hebrew, ya kwamba katika Kiebrania the meaning Jesus means salvation. maana ya jina Yesu linamaanisha wokovu. Whoever has received Jesus must acknowledge the coming back of Jesus in his kingdom. Yeyote anayemtambua Yesu lazima atambue kuja kwa ufalme wake.
and the resurrection of Jesus na ufufuo wa Yesu and the defeat of death na kushinda kifo by Jesus. na Yesu. Those are three big things I've spoken. Hayo ni mambo matatu makubwa ambayo nimezungumzia. And that is where ninamalizia. Na hapo ndipo ninamalizia. Those are three big things I've spoken. Hayo ni mambo matatu makubwa Very nimezungumzia. big. Makubwa sana. The thief on the cross. Yule mwizi Have msalabani. you ever known? Je, umewahi kujua When you read your Bible, unaposoma Biblia yako? have you ever known Je, umewahi kujua that thief that you see on the cross there, ya kwamba huyo mwizi unapomuona pale msalabani, the words he speaks maneno anayozungumza is a big lesson to the church? ni funzo kubwa kwa kanisa. He says, Anasema, Jesus, Yesu, remember me unikumbuke when you come unatakapokuja into your kingdom. katika ufalme wako. Okay, church. Sasa kanisa, Church. Let me ask you this. wacheni waulize hili. The thief is saying, Mwizi anasema, Jesus, Yesu, remember me nikumbuke when you come utakapokuja into your kingdom. katika ufalme wako. He is speaking with Jesus when he is where? Anazungumza na Yesu akiwa wapi? Eh? No, you shout. Where is Jesus at that time? Paza sauti. Yesu ako wapi wakati ule? Jesus is at the cross, right? Yesu ako msalabani. Number 2, Jambo la pili, church. kanisa, Does he speak with a dead Jesus or a live Jesus? je, anazungumza na Yesu aliye hai au Yesu aliyekufa? They are conversing with Jesus. Wanazungumza na Yesu. Is it not true? Je, si kweli? But the thief Lakini huyu mwizi is already talking about tayari anazungumzia number 1, jambo la kwanza, the death, kifo, the defeat of death, kushindwa kwa mauti, and then the resurrection, na sasa ufufuo, and then the kingdom of God. na, Wow! na kisha Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. I love the people ambao injili imefanya kazi ndani yao. Napenda watu ambao injili imefanya kazi ndani yao. Unawaona hivi, lakini wao wameona mbali sana. Blessed of us, thank you so much. Wameona mbali sana. Eh, I love the gospel of Jesus. ninaipenda injili ya Yesu. When the gospel hit you, Injili inapokugonga, the power of the gospel, nguvu za injili, the power of the blood of Jesus nguvu za damu ya Yesu opens your eyes inafungua macho yako, that you see na sasa unaona in Jesus katika Yesu the defeat of death. kushinda mauti. Number 2, Jambo la the pili, resurrection from the grave. ufufuo kutoka kwenye kaburi. Number 3, Jambo la the tatu, coming back kuja kurudi tena in his kingdom. katika ufalme wake. Nimekuja kupenda huyu mwizi ambaye alikuwa msalabani, ambaye alitambua Yesu. Ninampenda. Siku moja tukikutana mbinguni nitamsalimia, nitamwambia wewe, high five. Ulinifundisha lesson kubwa sana rafiki yangu. Why? Kwa nini? He now speak with Jesus, Sasa anazungumza na Yesu, but lakini he has already tayari amekwisha in advance hapo kabla seen kuona Jesus Yesu defeating death, akishinda mauti, buried, amezikwa, coming out of the grave, akitoka kaburini alive, akiwa hai, going to the kingdom, akienda kwa ufalme, and then coming back with that kingdom. na kisha akirudi tena na huo ufalme. Iende mbele, ilia Yesu, iende mbele injili yo, iende mbele injili ya Yesu. People this, yani injili ikamogonga mara moja hivi, ikamfungua macho, akaona mpaka kurudi kwa Yesu. Na saa hiyo ako msalabani, Yesu bado hajaenda chini, hajazikwa, lakini yeye ameona sasa, anazungumza kuhusu Yesu kushinda kifo, kutoka kaburini, kufufuka na kuenda na kurudi tena na kutuletea ufalme. Iende mbele injili yo, iende mbele injili yo.
Yesu ienda mbele injili yo. Simama kidogo, umdansie Yesu kidogo. Ongeza kidogo tafadhali. Wangapi wanasema injili iende mbele? Alikutana na injili msalabani. Jamani, huwezi kaa tu hivi na watu wanafurahia. Hata makofi. Pigia injili makofi basi. Kama sio injili, huyu criminal angekuwa anaungua kuzimu kama yule criminal mwingine. Lakini ashukuriwe Yesu kwa sababu ya injili.